Mlango ulipofungwa, kimya kilijaa ndani ya kile chumba kidogo. Hakukuwa na chakula, hakukuwa na matumaini. Nimwende nani katika hali kama hii? Alijiambia mwenyewe. Sina hata pesa ya kujikimu kimaisha wala kulipa nyumba. Mama huyu alikuwa kwenye mawazo mazito hadi sahani ilivyoanguka. Moyo wake ulipasuka kwa kishindo kikubwa sana. Akashika tumbo lake kwa nguvu kana kwamba alikuwa anajaribu kumlinda mwanaye dhidi ya dunia hii yenye ukatili. Dunia haikumhurumia kamwe. Mezani kulikuwa na pakiti nusu ya unga, kopo tupu la sukari na mshumaa. Mshumaa uliokuwa karibu kuzima kama maisha yake nayo yalikuwa yakizimika taratibu. Nje sauti za majirani zilimchoma hata kuliko ile njaa aliyokuwa nayo. Maneno yao yalivunja moyo ambao ulikuwa tayari umechoka kupigana. Akaketi chini pole pole, machozi yakimtoka kimya kimya. Mara ghafla maumivu makali yakapiga tumboni na kwa mara ya kwanza akaanza kuogopa. Uoga huo haukuwa kwa ajili yake, bali ulikuwa kwa ajili ya mtoto ambaye alikuwa hajazaliwa. Akaketi chini, machozi yakimtoka kimya kimya, lakini safari ya maumivu ilikuwa ndio mwanzo inaanza. Ghafla maumivu yakamzidi, tumbo likamkaza kwa nguvu hadi pumzi zikaanza kumpotea. Alishikilia ukuta akiema kwa uchungu, macho yakiwa yamejaa hofu, na hapo ndipo alipogundua haikuwa stress. Mwili uliochoka na moyo uliovunjika, akaanza safari ya kuelekea hospitalini pole pole. Alielekea hospitalini akiwa katika maumivu makali, akiamini labda angepata msaada wa mwisho. Lakini aliyotokea hospitalini aliumiza moyo kuliko hata maumivu aliyokuwa nayo akiwa peke yake. Bila pesa, bila mtu wa kumshika mkono, machozi yalimtoka kimya kimya huku akihofia maisha ya mtoto wake. Daktari alipotoka na ile taarifa, Lea alipiga kelele ambayo ilitetemesha hospitali nzima.